karibu kuigusa, hata niligusa sehemu, sababu nilikuwa katika wilaya inaitwa nini? Location ni mkoa. Mkoa ni province. Location ni Tabaka. Hata nia mvi basi nilikuwa katika hiyo maeneo ya Mlima Kenya. In fact eneo la mko kabisa, sababu hapo ilikuwa ni kanisa ambalo liko limefuga forest inaitwa Warazo Jet, na huko nikakuwa na washirika wa Warazo Jet tukifanya emphasis ya stewardship, na wakanipatia salamu zenu tutakaporudi niweze kuwasalimia. Mmezipokea? Haya, Sabato jana nayo pia nikakuwa pande za Nairutia, kanisa linaitwa Nairutia SDA Church. Ni kanisa na pia na Sabbath school yake tulikuwa na wao hapo, inaitwa Eden Sabbath School, iko hapo ng'ambo. Nao pia wakanipatia salamu zao. Mmezipokea? Basi wale wengine wananipatia salamu na watu wa nyumbani na wameniambia, na hizo wote ni pamoja na zao. Zipokeeni zote salamu zote, sababu hao watu ni wengi. Basi mpaka hapo niseme asante kwa sababu nimewapata mkiwa salama, na nikashukuru hata Sabato mliendelea vizuri. Sababu jana nilikuwa mkuu hapa sababu tulikuwa na siku 10 za maombi kule Nyeri Central, na ilikuwa ni siku ya kufunga maombi ya siku 10, na mkaweza kuunganika pale pamoja na wengine katika hizo ghafla za kufunga hizo maombi. Na nashukuru Mungu kwa sababu hiyo maombi so powerful, yalikuwa mazuri, na baraka kubwa ni kwamba mgeni tulianzia naye sio mwenye tulimalizia naye. Tulianzia na tulianzia na pastor wa Marika, kisha mwishowe tutakuwa na pastor mwingine ambaye jina lake nitalikumbuka na nitaweza kuwapea, ama wenye walikuwa hiyo Sabato wakaweza kutupea ile jina lake. Akakuja kutuongoza tu kwa hali ya maombi ili tuweze kuzama ndani tunapoanza mwaka. Hakuna kitu mzuri kama kutanguliza mwaka na maombi. Niliweza kuweka ile nilipata kwa mitandao, na nikaweza kuweka katika mtandao wetu ina wall ili tuweze kufuata mafunzo, sababu pamoja na maombi tulikuwa na mafunzo. Na mafunzo hayaishi. Hata nashukuru Mungu ya kwamba sababu nani mlikuwa na mafunzo na mkaendelea vizuri, adhuhuri mkakuwa na mafunzo mazuri, na katika yote nikasikia kwamba tuliweza kuwa na furaha baada ya mafunzo haya, na tena tukaweza kukanyaga hatua moja. Kila siku hakikisha kwamba umekanyaga hatua moja kuelekea kwa Mungu, sababu tumejua kupitia lesoni tukuelewa kwamba uraia wetu hauko hapa ulimwenguni bali uko mbinguni. Bwana Yesu alipo alienda kutengenezea, na hapo ndio tutakuwa na uraia wetu wa umilele. Tumekuwa na kipindi ambacho ni kizuri cha uwakili, na sijui kwa nini mkupenda mwanadada atusalimie. Ulitusalimia kweli? Ulikuwa na nafasi au kupewa nafasi? Hebu tusalimie kwanza, tusalimie mwanadada. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Amina. Hawakupea salamu. Nikaona sasa kwa nini? Niliona ulikuwa na hamu ya kusalimiana. Nikaona yeye labda hakunote ya kwamba ulikuwa na hamu ya kusalimia. Basi asante sana. Ningetaka tupate ombi, sababu niko na muda mchache sana. Sitaki kutumia muda mwingi, lakini adhuhuri yote tutaitumia kwa haya mafunzo. Ningetaka nifanye summary ya whatever I've been doing. Kuna mambo mengi ambayo tumeongea kuhusu uwakili, na katika uwakili ndio nimekuwa nikizunguka nikifanya katika haya makanisa ambayo ninawaambia, na sikitaka nasi kanisa la Jakaja tuweze kuachwa nyuma, sababu hatukuweza kujumuika na wengine. Najua kunao wako nazo katika mitandao, kuna wenye wamefuata hata za makanisa mengine kwenye mitandao, na kuna wenye wamefuata walimu wengine kuhusu stewardship week of prayer. Inakuwa ni prayer sana sana, inakuwa ni emphasis. Hebu tupate ombi. Baba, asante. Nimesimama mbele ya wana na binti zako, na pamoja nami ninakuhitaji. Tunenee ndio mapenzi yako, na katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Tunajua wakili ni nini. Lakini kwa saa hii ningetaka kwanza tujiulize sisi ni nani. Kuna ile kwanza, kabla ujue ni nini unachohitaji kufanya, lazima kwanza ujijue wewe ni nani. Na huyu mtu hata Daudi alishangaa katika Zaburi tuliyosomewa.
Lakini vizuri kwanza tuweke msingi wa haya mambo ambayo ni mambo machache ambayo ningetaka kwanza tujione vile Daudi alikuwa anauliza kwani Mungu ni nini?